kuna kitu kinachomuunganisha mtu wa swala tano anayesali kila siku na mtu anayesali Jumamosi na mtu ambaye anaenda kanisani Jumapili na mtu yule asiyemfahamu Muumba kabisa. Usipoelewa jambo hili, utaendelea kuwa mtumwa wa fikra kwenye maisha yako yote. Je, umewahi kufahamu ya kwamba mamilioni ya watu wanaabudu uumbaji badala ya kumwabudu aliyeumba? Wengine wanaabudu siku, wengine wanaabudu jua, wengine wanaabudu mwezi, wengine wanaabudu nyota, wengine wanaabudu miungu ya kale. Je, unafahamu mtego huu wa kuabudu uumbaji badala ya kumwabudu aliyeumba? Unajua ulianza lini? Ulianza enzi na enzi. Ukisoma katika Matendo 19 mstari wa 27 inasema hivi: Asia yote na walimwengu wote humwabudu mungu mke Diana au Atemi. Kwa hiyo sote tulijikuta tunamwabudu mungu mke kwa siri sana. Uliposema Mungu wangu, alikuwa ni mungu mke, hakuwa Mungu wa kweli. Sasa tulimwabuduje kwa siri? Ukisoma katika Ufunuo 12 mstari wa 1 asema, ikaonekana ishara mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua, mwezi ulikuwa chini ya miguu yake na taji ya nyota 12. Kwa hiyo tulimwabudu kwa kupitia ishara hizi zifuatazo: jua, mwezi na nyota, kwa siri sana. Kwa wale wanaoenda kanisani Jumapili, Jumapili kwa Kiingereza inaitwa Sunday. Sunday ni muunganiko wa maneno mawili, sani kujumulisha day, unapata Sunday kwa maana siku ya jua. Ukisoma katika Ezekieli 8:16 sauti ya Muumba inasema hivi: wakalipa kisogo hekalu la Muumba, wakaanza kuliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Jambo hili Muumba alichukizwa nalo. Ukienda katika baadhi ya majengo ya kuabudia utakuta wengine kuna ishara ya mwezi na nyota, ni yule yule mungu mke kwa siri sana. Ukisoma katika Hosea 2:11 inasema, mimi nachukizwa na sikukuu zao za mwandamo wa mwezi na sabato zake zote zilizoamuliwa na makusanyiko yake yote. Hiki pia ni kinyume na Muumba. Kumbuka, siku haijawahi kujiumba, wala mwezi wala nyota wala jua wala miungu hiyo yote haijawahi kujiumba, ila yupo aliyeviumba. Huyo ndiye anastahili kuabudiwa. Sasa nani yuko nyuma ya huu mtego? Ambaye yupo nyuma ya huu mtego ni yule aliyeteka uumbaji wote. Ukisoma katika Warumi 8:19 mpaka 22 inasema, viumbe wanatazamia kwa shauku nyingi kutolewa katika utumwa wa uharibifu, waingie katika uhuru wa utukufu wa Muumba, ili wamwabudu Muumba. Kwa hiyo maana aliyeteka uumbaji alikuwa ni mungu mke, ishara ya kwanza. Aliteka jua, akateka mwezi, akateka na nyota, akageuza uumbaji uanze kuabudiwa badala ya kumwabudu aliyeumba. Kwa hiyo aligeuza huu mfumo, watu na wanadamu wakaanza kuabudu uumbaji badala ya kumwabudu Muumba.
sheria ya moyo inasema hivi, ukisoma katika vitabu vyote, Korani na Biblia, katika Korani 41:37 inasema msisujudie jua wala msisujudie mwezi. Manake msiabudu jua wala mwezi, bali yule aliyeumba mwezi na nyota ndiye anayestahili kuabudiwa. Na ukisoma katika Yeremia 10:11 inasema miungu isiyoumba nitaiangamiza. Ndugu zangu, mimi nakupa jicho la ndani, jicho la moyo, ambapo hata we hujawahi kufikiria kwa nini Yesu katika Yohana 4:21-23 alimwambia yule mama, anamwambia mnaabudu msichokijua, ila saa inakuja ambayo muumba ataabudiwa katika moyo na kweli, kwa maana muumba anawatafuta watu kama hao wamwabudu. Kwa mahali pa kutafakari, kwa nini Yesu alisema mnaabudu msichokijua? Alifahamu anayeabudiwa ni Mungu mke aliyeteka jua, mwezi na nyota. Jua manake nini? Jua manake sayansi, mwezi manake uumbaji, nyota manake makusanyiko yote yalikuwa chini yake. Kwa hiyo si majira tena ya kuanza kuabudu uumbaji. Naomba wote tutoke, asiwepo wa kumcheka mwenzake, kwa sababu wote tulikuwa hatufahamu. Ni majira ya uumbaji wote kumwabudu aliyeumba. Kwa mujibu wa Zaburi 98:4-8, anasema akaona milima inaimba, mito inampigia makofi. Kwa hiyo kusudi la muumba, aliumba uumbaji ili umwabudu, sio uumbaji uabudiwe. Hapana. Wewe ambao unaendelea unaona ni rahisi sana kufuata umfumo, na kama umenielewa vizuri, naomba udondoshe maoni yako hapo au comment hapo, na ushare hii video kwa wale wengine ambao wanaendelea kuabudu uumbaji badala ya kumwabudu muumba, waweze kuelewa somo hili.